Kama umekuwa ukiumia kwa muda mrefu, kama umevumilia zaidi ya unavyoweza kuelezea, na kama kuna nyakati ulihisi kama maisha yamekusahau, basi tambua kwamba video hii sio ya bahati mbaya, kwa sababu universe huwa haiachi mtu aumie milele bila ya sababu. Maumivu ya muda mrefu sio adhabu, ni daraja la wewe kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kuna wakati daraja hilo huwa linaisha. Sasa leo nataka nikufungulie macho uone dalili za wazi kabisa kwamba universe inaanza kukutoa kwenye maumivu uliyokaa nayo kwa muda mrefu. Na dalili hizi huwa haziji kwa kelele, huwa zinajificha ndani ya mabadiliko madogo, hisia za ajabu na matukio ambayo watu wengi huwa tunayaita bahati mbaya. Katika nguvu za universe huwa hakuna bahati mbaya. Chochote kinachokutokea katika maisha yako, jua ni mpango fulani na kuna sababu ya wewe kuyapitia hayo. Lakini kama utaelewa hiki ninachokifundisha leo hii, basi hautapata hofu tena na wala hautaishi kwenye hofu na wasiwasi. Ukiziona dalili hizi zinakutokea katika maisha yako, basi tambua kwamba tayari universe inaanza kukupitisha kwenye daraja. Yaani muda si mrefu utaachana na hayo mateso. Kama unaona bado upo kwenye maumivu, lakini yanakuwa hayakuumizi kama zamani, yaani hayakudhibiti kama ilivyokuwa zamani. Yaani wewe ulikuwa ni mtu unaumia sana, lakini sasa hivi kitu hicho hakikuumizi tena, au watu wengine wanasema unaanza kuwa sugu. Sasa leo naomba nikwambie kitu kimoja. Huo sio usugu. Hiyo ni dalili ya kwanza. Na universe huwa iko hivi. Universe huwa haiondoi maumivu ghafla. Huwa yanaanza kupotea kidogo kidogo. Ulimwengu huwa unaanza kuondoa nguvu yake juu yako kwanza. Yaani inakuacha na udhaifu. Ndipo pale mtu unaumia sana, unateseka sana. Na ukianza kuona una gain power, huumii tena, unakuwa strong. Hapo sasa universe tayari imeshaingilia kati, inaanza kukupa nguvu ya kuweza kustahimili hayo maumivu. Na hapo sasa ndipo unaanza kupita kwenye daraja. Unatoka kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, utaanza kuona kilio chako kinabadilika au staili yako ya kulalamika inabadilika. Inakuwa tena sio kilio cha kukata tamaa, ni kilio cha kuachilia. Yaani umeshakubali, umesha accept na sasa unaachilia. Hiyo ni ishara ya kwamba mzigo wa kihisia ulioubeba unaanza kuondolewa taratibu. Na dalili nyingine, utaanza kuona akili yako hairudii tena yale maumivu ya zamani mara kwa mara. Hapo nyuma ulikuwa unafikiria sana, unajilaumu sana na unajirudia makosa. Kwa mfano, tukija katika issue ya mahusiano, unakuta mtu ulikuwa na mahusiano na mtu fulani akakunyanyasa sana, akakuumiza sana, mkaachana. Baada ya kuachana, akili yako inakuambia ni lazima urudiane na huyu mtu ili uweze kupata furaha. Ukiona akili yako inakuambia hivyo, tambua kwamba wewe ni bado sana. Yaani katika safari yako bado. Lakini ukiona akili yako inakuambia songa mbele, hakuna kurudi nyuma na wala huyo mtu hakutesi tena, basi tambua kwamba tayari umeshapona na unaingia katika hatua nyingine. Yaani wewe sio yule tena wa zamani. Kwa hiyo ukiona akili yako haiwazi tena mambo ya zamani, haitaki tena kurudi kule kwenye maumivu, tambua kwamba tayari universe inakutoa kwenye maumivu na inakupeleka kwenye stage nyingine kabisa ya ushindi. Dalili nyingine, utaona unapoteza hamu ya kulipiza kisasi. Ukiona mtu ameshikilia kisasi, anataka kulipiza kisasi, ujue huyo mtu bado, yaani katika safari yake ndio kwanza anaanza. Kisasi ni kwa wale ambao bado hawajapona. Kisasi ni kwa ajili ya watu wadhaifu. Lakini ukiona hasira inapungua, hitaji la kutaka kusema kwamba waone walichonifanyia linaanza kuondoka, hiyo ni ishara ya kwamba universe inaanza kukuondoa katika
maumivu, na pia ni ishara ya kwamba tayari umeshakomaa kiroho. Na hii haimaanishi kwamba umesahau au wewe ni mjinga. Hii ina maana ya kwamba umeachilia na wewe ni imara kuliko hayo uliyoyapitia, na hayo uliyoyapitia yamekukomaza, hayajakuathiri. Watu wengi katika jamii huwa wanawaona wale watu wanaosamehe ni watu wajinga, lakini nendeni mkawaulize hao watu wanaosamehe na kuachilia, ndani yao huwa wanajisikia vipi? Huwa kuna uhuru mkubwa sana na kuna furaha ya ajabu sana unayoipata ndani yako katika kuachilia. Mtu anayeshikilia kisasi, mara nyingi kisasi huwa kinaanza kumuumiza huyo anayetoa kisasi, na hata baada ya kutoa kisasi huponi. Yale maumivu yataendelea kukutesa, zile kumbukumbu zitaendelea kukutesa, lakini yule anayeachilia huwa anapata unafuu mkubwa sana na anapata nafasi ya kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo ukiona umefikia stage ya kuanza kupuuza baadhi ya vitu na kuviacha vipite, basi tambua kwamba tayari universe imeanza kukutoa kwenye maumivu, na huko unakokwenda hakuna maumivu tena, hautateswa na maumivu tena. Wewe tayari ni strong na tayari universe imekupa nguvu ya kuweza kukabiliana na changamoto na kila aina ya maumivu. Na dalili nyingine ambayo ni kubwa zaidi, lakini watu wengi huwa hawaielewi, ni kuanza kujionea huruma. Hivi unajua watu wengi huwa hawajionei huruma, zaidi sana wanajiona wao ndio chanzo cha hayo maumivu wanayoyapitia na wanaanza kujilaumu. Yaani wanajiona kwamba wao ndio wakosaji. Lakini ukiona badala ya kujilaumu unaanza kuelewa kwamba kwa nini ulifanya ulichofanya, hiyo ni hatua kubwa sana ya kupona na kutoka kwenye maumivu. Kama kuna kosa kubwa ulilifanya maishani mwako na ukaanza kujihurumia, unaanza kupata uelewa kwamba hili lilitokea kwa sababu ya 1, 2, 3, na unaanza kupata huruma ndani yako. Hiyo ni stage kubwa sana kwamba universe imeanza kukuponya, na from there inakutoa kutoka kwenye maumivu na kukupeleka katika hatua nyingine kabisa. Dalili nyingine, utajikuta unaanza kuvutiwa na maisha ya mbele kuliko maisha yako yaliyopita. Ukianza kuona unawaza zaidi kuhusiana na future, ndoto mpya zinaibuka, mipango midogo midogo mipya inaanza kukujia kichwani. Hiyo ni ishara ya kwamba maumivu hayatawali tena mwelekeo wako. Dalili nyingine utaanza kuiona kwa kupitia maneno, watu au video kama hii unayotazama. Naomba nikwambie kitu kimoja. Hakuna kinachotokea bila mpangilio katika ulimwengu huu. Kwa hiyo haya maneno unayoyasikia, hii video unayoitazama na hii channel ambayo tayari umesha subscribe ni mpango wa ulimwengu. Kuna jambo linaandaliwa katika maisha yako. Kama unasikiliza video hii, basi tambua kwamba kuna kitu fulani kinakuachia. Kwa hiyo hii video unayoisikiliza sasa ni ishara mojawapo kwamba universe inaanza kukuondolea maumivu maishani mwako. Na kama universe tayari imeanza kukuondoa katika maumivu hayo, tafadhali sana usirudi nyuma kwa hofu. Usijilaumu kwa kuchoka. Usijione dhaifu kwa kuumia. Ulihimili zaidi ya wengi. Sasa pumzika, achilia, ridhia kuanza upya. Na kumbuka kwamba haujaja kwenye channel hii kwa bahati mbaya. Katika channel hii ya Nguvu za Universe, hapa tunakumbushana kwamba hakuna maumivu ya kudumu bila maana. Kila kitu kinatokea kwa sababu fulani maishani mwako. Na watu wengi huwa wanajiuliza, sasa baada ya mimi kuvuka kutoka kwenye haya maumivu, nini kinafuata? Je, ni furaha ya ghafla? Universe huwa iko hivi. Nisikilize kwa makini sana. Universe huwa haifanyi kazi kwa pupa. Universe kwanza inaleta utulivu, kisha ufahamu, halafu baada ya hapo baraka zinaanza kumiminika. Kwa hiyo kama umetoka kwenye maumivu ya muda mrefu, hauwezi kurudi tena kwenye maisha ya zamani ghafla. Ni lazima kwanza upitie utulivu wa ajabu. Kelele za ndani zinapungua, unakuwa hutaki tena drama, hutaki kupigania kuthibitisha chochote. Yaani unakuwa hujielezi tena kwa watu. Huu ni wakati universe inakupa pumzi ya kwanza
Kwa hiyo usiogope utulivu huo, na ndio mwanzo wa uponyaji wa kweli. Na watu wengi huwa wanajaribia kwenye huu utulivu, au wengine wanaanza kupokea kejeli kutoka nje kwamba huyu mjinga, mbona ametulia tu, mbona amekuwa kama zuzu, haongei tena. Lakini hiyo ni steji mojawapo ya kutoka kwenye maumivu. Baada ya hapo utaanza kuona ukweli bila maumivu. Utaanza kuona watu kwa uhalisia wao, yaani wale watu waliokuzunguka. Utaanza kujua mbaya ni yupi na mzuri ni yupi, na utaanza kuelewa kilichotokea bila hasira. Yaani kuna baadhi ya vitu wewe huwezi kuviona, ni mpaka hasira zipungue, ni mpaka uwe na hali ya utulivu, ndipo utaanza kuviona vitu fulani na utaelewa ni kwa nini vilitokea. Na pia utaanza kukubali bila kujidharau. Yaani kuna baadhi ya vitu inabidi wewe mwenyewe uvikubali, hata kama ni vya kukuchafua wewe, lakini unaanza kuaccept kwamba ni kweli nilikosea, nilifanya hivi na hivi na hivi. Lakini bila kuwa katika hali ya utulivu, huwezi kukubali hivyo vitu. Sasa huu ukomavu unaopata huwa ni zawadi iliyozaliwa kwenye maumivu. Na baada ya hapo utaanza kujitenga na kila kitu ambacho hakikuongezi au hakina faida na wewe. Marafiki wachache wanabaki, wengi wataondoka katika maisha yako. Mazingira yatabadilika, mipaka itakuwa imara. Hautaruhusu tena mtu aingilie mipaka yako, hautaingilia mtu tena akudharau, mtu akufanyie vile anavyotaka. Hii ni ishara ya kwamba universe inakusafisha na sio kukuadhibu. Utaelewa kwamba yale yote uliokuwa unayapitia, universe imekutengeneza na sasa umekuwa mtu imara. Baada ya hapo utaingia katika hatua ya kujifahamu upya. Utaanza kugundua nguvu zako, thamani yako pamoja na mipaka yako. Yaani utakuwa tena huwezi kuomba upendo au kulazimishia upendo. Wewe mwenyewe ndo unaanza kuchagua yupi umpende, yupi wa kwenda naye. Hutalazimisha watu, hutajikomba tena kwa watu. Baada ya hapo utaanza kuona ndani yako kuna moto mpya. Na huu unakuwa sio moto wa hasira, sio moto wa kihisia, ni moto wa kusudi. Utaanza kufahamu kusudi lako hapa duniani. Utajua kwamba wewe unataka kuanza kitu fulani, unataka kusaidia watu wengine, unataka kutengeneza maisha yenye maana, unataka kutengeneza identity, au unataka uwe mtu mkubwa hapa duniani. Vile vitu vya kipuzipuzi vyote utaanza kuachana navyo. Hii ni ishara ya kwamba maumivu yamegeuka kuwa hekima. Na pia baada ya kupitia maumivu utajikuta unaacha kuomba, yaani ile hali ya kuombaomba, kujifanya kwamba wewe ni mhitaji sana. Utajikuta hiyo hali unaachana nayo. Na pia utajikuta unaacha kujifinyanga. Yaani kinachokufaa sasa kinakujia chenyewe. Kama ni pesa zinaanza kukufuata zenyewe, kama ni mafanikio yanaanza kukufuata. Na baada ya hapo sasa milango mipya inaanza kufunguka. Unaweza kuona baada ya maumivu, mafanikio au furaha haiji ghafla kama chafya. Lazima kuna hatua fulani utazipitia, na ndizo hizo ambazo nimekutajia. Na sasa unaingia katika mlango mpya wa mafanikio. Sio kwa kishindo, bali kwa mpangilio wa ajabu. Yaani wewe mwenyewe utakuwa unashangaa. Utajikuta unaanza kukutana na watu ambao wanakupeleka kwenye mafanikio. Fursa zisizotarajiwa zinakujia ghafla. Ujumbe unaokugusa moyo wako. Yaani utajikuta unapokea ujumbe ambao ukiufuatilia unakupeleka katika hatua nyingine. Sasa hii ni ishara ya kwamba universe haichelewi, bali inakuandaa hatua kwa hatua. Kwa hiyo katika kila kitu unachokipitia usijilaumu na wala usiwe na hofu. Tambua kwamba universe kuna kitu kizuri imekuandalia mbele yako. Baada ya hapo sasa furaha ya kweli inakuja katika maisha yako. Wala hutohitaji kuwasimulia watu au kuwathibitishia watu, bali watu wataona wenyewe. Yaani wewe utakuwa ni ushuhuda kwa watu wengine. Wale waliokuumiza ndio watakuwa wanakutangaza kwamba fulani hakuwa hivi,
alikuwa 1, 2, 3, lakini sasa hivi maisha yake yamebadilika. Na mwisho wa siku unakuwa umebeba funzo au ujumbe fulani kwa watu wengine. Maumivu yako yanakuwa ni nuru kwa watu wengine. Na ndio maana ulivumilia mpaka hapo ulipofika. Watu huwa hawajifunzi kwa wewe kuteseka kwako, bali huwa wanajifunza matokeo yale uliyoyapata baada ya mateso yako. Huwa wanasema hivi, hakuna tuzo ya mtesekaji bora. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu katika hayo maumivu unayoyapitia, kama usipopata utulivu na ukayazingatia haya niliyoyasema katika video hii, basi utaishia kuteseka na maisha yako yatakuwa yana historia ya wewe kuteseka tu mwanzo mwisho. Kwa hiyo ni muhimu ujifunze na upitie stage zote za maumivu na ujue ni kwa nini unateseka, yupi mbaya wako, yupi mzuri wako, nini unatakiwa kufanya ili uweze kuvuka kutoka hapo unapoteseka. Baada ya hapo furaha inakuja, ushindi wako unakuja. Universe haikupitishi sehemu bila sababu. Hata ukimfuata yule mtu ambaye ni tajiri, anaongoza kwa utajiri dunia nzima, ni lazima tu kuna maumivu aliyapitia. Hakuna mtu ambaye hapa duniani hateseki. Kila mtu hapa duniani anapitia maumivu kwa staili yake na kwa nafasi yake. Kinachomata ni je, ulivuka vipi katika maumivu haya. Furaha ya kweli huwa haipigi kelele, inakukumbatia polepole. Kwa hiyo usiogope kipindi cha mpito. Hicho ndicho kipindi ambacho universe inakuunda upya, inakutengeneza. Na kumbuka kwamba hujaja kwenye channel hii kwa bahati mbaya. Hapa maumivu huwa yanageuka na kuwa kusudi. Kabla hujaondoka kwenye video hii, nataka nikuambie jambo moja muhimu sana. Kama unapitia maumivu kwa muda mrefu, tafadhali sana na kuomba usijilaumu. Haukuwa dhaifu, haukukosea na haukuchelewa. Maumivu uliyoyapitia hayakuwa ya kukuangamiza. Yalikuwa ni kwa ajili ya kukujenga na kukutengeneza. Universe ilikuwa inakuandaa kwa hatua mpya. Ilikuwa inakuvua yale ambayo hayakuwa tena ya kwako. Inatoa mambo ambayo hayaendani tena na wewe, hayakufai tena katika maisha yako. Ilikuwa inakutoa mahali palipokuzoea mateso, na sasa inataka uingie mahali pa amani, uthabiti pamoja na mafanikio. Na wewe unayetazama video hii sasa hivi, naomba nikuhakikishie jambo moja. Hali ulionayo sasa sio mwisho wa safari yako. Hayo ni mapito tu. Kama umechoka na kuomba pumzika, lakini usikate tamaa. Kama umeumia jilinde, lakini usifunge moyo wako kabisa. Usifanye moyo wako ukawa mgumu, ukashindwa hata kupokea mambo mazuri uliyoandaliwa. Na kama umeanguka mara nyingi, kumbuka kwamba bado uko hai, na hilo peke yake ni ishara ya kwamba safari yako haijaisha. Nafahamu kwamba watu wengi wanaokuzunguka hawajui mapambano uliyoyapitia kimya kimya. Hawajui ni machozi kiasi gani ulifuta ukiwa peke yako. Lakini universe inajua. Ulimwengu unaona popote pale ulipo. Na kila kinachokuja mbele yako kitakuwa ni ushuhuda ya kwamba maumivu yako hayakwenda bure. Kuanzia leo hii, chagua kusonga mbele. Hata kama hauoni mwelekeo wako. Kwa sababu mlango wa mabadiliko huwa haufunguki kwa kelele. Unafunguka kimya kimya kuanzia moyoni mwako. Na kama umefika kwenye channel hii leo, jua kwamba haujaja hapa kwa bahati mbaya. Ujumbe huu ulikuwa unakutafuta wewe. Yaani wewe unayetazama video hii. Hii ni ishara ya kwamba maumivu yako sasa yanafika mwisho wake. Na kipindi kipya kinaanza kuchukua nafasi. Kwa hiyo mpendwa wangu unayetazama video hii, usikate tamaa. Bado kuna furaha mbele yako. Bado kuna ushindi unaokuja. Na bado kuna toleo jipya la wewe ambalo halijajifunua bado. Bado halijajidhihirisha. Endelea kusonga mbele. Universe ipo upande wako na maumivu yanaisha. Wewe ni mshindi. Andika hivyo kwenye comments. Mimi ni mshindi. Na hakika ni mshindi
na utashinda siku zote. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, please subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante kwa kunisikiliza.